Machafuko makubwa yanaendelea kushuhudiwa nchini Tanzania, taifa likizidi kuvuja damu, laana na lawama zikielekea moja kwa moja kwa Mama Suluhu Hassan, huku kukiwa hakuna mgombea maarufu wa upinzani aliyeidhinishwa kushiriki katika uchaguzi wa Jumatano tarehe 29 mwaka 2025. Watanzania wengi wanahisi kura hiyo si ya mashindano, bali ni kama kutawazwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan wakati akikabiliwa na uchaguzi wake wa kwanza kuwa rais. Samia mwenye umri wa miaka 65 amekuwa rais wa kwanza mwanamke wa taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya kifo cha Rais John Magufuli mwaka 2021. Alisifiwa kwa upande mmoja kwa dhamira yake ya kukomesha ufisadi, lakini alikosolewa kwa ukandamizaji wake wa kimabavu juu ya upinzani na mtazamo wa kutatanisha dhidi ya janga la COVID. Rais Samia ambaye alikuwa makamu wa rais alionekana kama pumzi ya hewa safi, na kwa mtindo wake wa kirafiki alianzisha mageuzi ambayo yalionekana kwa mabadiliko makubwa kutoka kwa sera za mtangulizi wake. Sera yake yenye R4, yaani Reconciliation, Resilience, Reform and Rebuilding, maridhiano, udhabiti, mageuzi na kujenga upya, ilifungua tena Tanzania kwa wawekezaji wa kigeni, kurejesha uhusiano wa wafadhili na kuvutia shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia. Alifanya mabadiliko, uhusiano uliopotea kati ya Tanzania na mashirika ya kimataifa kama vile Benki ya Dunia urejeshwa. Mchambuzi wa kisiasa Mohamed Isa aliambia at BBC. Lakini katika kipindi cha miaka miwili hivi iliyopita, nafasi ya kisiasa imepungua kwa kiasi kikubwa, na kulengwa kwa wakosoaji wa serikali na sauti za upinzani kunasemekana kuwa katika hali mbaya zaidi sasa kuliko ilivyokuwa chini ya Magufuli, huku utekaji nyara na mauaji ya mara kwa mara sasa yakiripotiwa. Samia aliingia kwa sauti ya maridhiano, lakini sasa amekuwa mwenye kufanya maamuzi magumu ambayo wengi hawakutarajia kutoka kwake, alisema Bwana Isa. Sasa analaumiwa pakubwa kwa baadhi ya mambo kama vile utekaji nyara, mauaji, ukandamizaji wa upinzani, masuala mengine kuhusu usalama. Hii imekisiwa katika ripoti za Freedom House, shirika la utetezi wa demokrasia na haki za kibinadamu lenye makao yake nchini Marekani, ambalo liliiweka Tanzania